Mzee Singe. Ndio mzee. Nimekuwa mpaka nimefika hapa, sijawahi kuona mfalme siku anakufa ndo siku anazikwa. Hata mimi Mzee Singe sijawahi kuona siku mfalme anazikwa bila tambiko. Kiukweli nilikuwa geni kwenye macho yangu. Hili jambo geni kabisa katika kamlasi yetu. Mzee Singe. Ndio mzee Mbanda. Hivi mwana wa mfalme anatuitia nini? Kiukweli mzee Mbanda, acha tufike tuone anasema nini. Basi haweza kwenda. Mwana wa mfalme, tumeitika wito wako. Mtabiri na wazee wa kimila, nimewaiteni hapa ili mfahamu kuwa mimi ndio mlisi wa kiti cha ufalme wa baba yangu. Na kingine, mtabiri, ulichobakiza ni wewe kunitawaza kuwa mfalme wa Kamlasi. Bila shaka itakuwa nimeeleweka. Mwana wa mfalme, hata sasa hivi nimeshangaa sana kukalia kiti cha ufalme huko hujatawazwa. Sisi tunasikiliza kauli ya miungu ya Kamlasi. Hata baba yako alichaguliwa na mizimu, lakini wewe hujachaguliwa na mizimu. Huoni endapo nikikupa baraka zangu mizimu itaniadhibu? Oh. Nimewaelewa. Yaani koti ambalo lilikuwa linanistiri baridi unataka kuninyang'anya, si ndio? Ili ning'atwe na mbu. Sasa naweza kuondoka. Na swali nataka nikuulize. Swali gani tena hilo? Nasumbua sana kwenye kichwa changu. Ndio. Hivi kwa nini mwana mfalme wa Ndiba anamfuatilia sana mtu aliyetabiriwa kwenye kiti cha ufalme? Haswa hilo nalo neno, lakini hata mimi sijui. Acha tuone. Mzee Shinge. Ndio mzee Ndani. Nadhani tusiagane sana kama mtu na marehemu wake. Nadhani kesho pia ni siku tutaonana. Kamlasi, ardhi ya mila, miiko na utamaduni.
Kamlasi, ardhi ya mila, miko na utamaduni. Mtabiri, naomba niende. Una maana gani kufanya hivi mtabiri? Utakuja kujua maana baadaye. Baadaye? Hawezi kwenda. Haya. Kamlasi. Na kuona unafanya usafi mama. Nilikuwa nafanya usafi mwanangu. Sawa. Dada yako umemwacha wapi? Dada nimemwacha shambani. Nimeona niwahi kidogo kabla ya mvua kunyesha ili nikafate zile kuni kwa ajili ya kupikia. Kweli mwanangu. Jana nilikutana na Holo. Nikamwambia kuwa aje kuone. Alifika? Holo? Jana nilikuwa naye. Nimeshaongea naye mama. Kwa mliongea? Ndio. Basi sawa. Ila mama, kile chungu nilichokuwa nategemea kimeshapata mtumiaji. Unamaanisha nini? Mama, Holo ameshapata mwanamume wa kumuoa. Mwanamume mwingine? Unashangaa nini mama? Basi sawa mwanangu. Kisichoriziki hakiliki. Mama, acha niwahi polini kachanje kuni. Basi sawa na mimi ni mambo ndani. Sawa. Asante. Mtabiri, nimekuja hapa ili nifahamu ni nani aliyetabiriwa kuwa mfalme wa Kamlasi. Kwa nini umehitaji kujua? Hata mimi sijui kwa nini ninataka kujua ni nani ambaye anatakiwa kuwa mfalme, ila najikuta nataka kujua ni nani ni mfalme. Utamjua siku ambayo nitakuwa nikimubariki na kumkabidhi kiti cha ufalme wa Kamlasi. Kumbe wewe ndio utakaye mtawaza kuwa mfalme? Utampa baraka kuwa mfalme?
Kamlasi. Ardhi ya mila, miko na tamaduni. Vipi? Imekuwaje huko unakotoka? Dada. Baba inaonekana kuna kosa alifanya. Kosa? Kosa gani? Hata mimi sielewi. Lakini mwana wa mfalme wa Ndiba ametoa adhabu ya kifo. Kifo? Siku hizi naogopa hata kwenda kuchinja kuni peke yangu. Ni kweli kabisa. Hata mimi pia naogopa. Toka amefariki mfalme, mwana wa mfalme wa Ndiba, amekuwa akitoa amri za mauaji. Basi sawa. Tuwahi kwenye kuni ili tuwahi kurudi nyumbani. Basi sawa. Kamlasi, ardhi ya mila, miko na utamaduni. Mwana mfalme. Wandiba, mwana wa mfalme. Tumemleta mtabiri uliyemhitaji. Sawa sawa. Mtabiri? Ndio. Nataka utizame ni nani atakayerisi kiti cha ufalme wa Kamlasi. Kisha uniambie kabla jua halijazama. Sawa sawa mwana wa mfalme. Nitafanya utakavyo. Kamlasi, ardhi ya mila, miko na utamaduni. Lugha wa Luganga. Mizimu ya ardhi ya Kamlasi. Mlioniteua kuwa mganga wa hapa wa ardhi hii ya Kamlasi. Ninaomba mnionyeshe mtu atakayekuwa mfalme wa ardhi ya Kamlasi. Asante. Asante sana. Nashukuru sana. Asante. Kakaangu Ndiba, mbona umekuwa katili kiasi hicho? Umekuwa ukitoa hukumu za vifo kwa wanaimara Kamlasi. Hebu waonee huruma basi wanaimara Kamlasi. Ndasi, unataka kunifundisha majukumu yangu? Nisikilize vizuri. Wewe ni binti mfalme tu.
Laiti usingekuwa binti mfalme, ningekuwa nimeshakuwa. Na kingine, funga kopo lako. Nipisha. Toka hapa. Kamlasi, ardhi ya mila, miko na utamaduni. Binti wa mfalme Ndase, umeniita. Bahati, nimeona kakaangu Wandiba ameleta mtabiri mpya. Kuna nini kinaendelea? Hata mimi sijui kinachoendelea, ila nimemwona tu mtabiri mpya. Una uhakika? Ndio, na uhakika. Unaweza ukaenda kuendelea na majukumu yako. Sikiliza nikwambie. Nenda kwa Joeli, kamwambie akimbie akajifiche. Kuna nini? Sikiliza nikwambie, kuna kitu kinaendelea. Nenda ukamwambie akajifiche. Sawa, binti mfalme. Unaweza kuondoka. Ardhi ya mila, miko na utamaduni. Tamaida, mbona unakimbia? Ni kweli Joel nakimbia. Joel, nimeagizwa na binti mfalme. Kwa nini kuambia ukajifiche? Nikajifiche? Ndio Joel. Kwa nini nikajifiche? Joel, mwenye sitambui ni kosa gani leo nimeagizwa nikwambia ujifiche. Hapana, siwezi kukimbia na kuondoka katika ardhi ambayo nimezaliwa na nikakulia, katika ardhi ya Kamlasi. Joel, hii ni amri kutoka kwa binti mfalme. Amesema kuwa ukajifiche. Hapana, mimi siwezi kukimbia. Kwa nini nikimbie? Rafiki yangu Joel, nachokiamini mimi, mzalau kina kirefu cha maji ni lazima azame, na ni vyema ufunike kombe ili mwanadamu apite. Ni kweli rafiki yangu Ngusa, nimekuelewa. Tamaida, Abe, mwambie binti mfalme mimi nitafanya hivyo. Sawa Joel, asante kwa kutekeleza. Mimi naomba niondoke. Sawa, wewe nenda, mimi nitakuja nikutafute. Sawa Ngusa, naomba nifanye hivyo.
Kamwanasi. Ardhi ya mila, miko na utamaduni. Ni bora umekuja. Nimeondoka nyumbani bila kujua kosa langu ni nini, ila kwa sababu nakuheshimu nimekimbia nyumbani na kuelekea huko. Na ni nani aliyokuelekeza niko hapa? Kanielekeza rafiki yako Ngusa. Tamaida, naomba utupishe niongee na Joel. Sawa, binti wa mfalme. Joel, sikuamini, ila inabidi niamini tu. Kwa nini? Inasemekana wewe ndiye kijana uliyechaguliwa kulisi kiti cha ufalme. Mimi sifai kuwa mfalme. Huenda amekosea, acha niende nikamwambie. Hapana. Joel, kiukweli ukienda, moyo wangu unaogopa kukupoteza. Unatafutwa sana, na hata dadako na mamako pia wamekamatwa, na kakaangu Andiba ili kuachia mpaka pale wewe utakapopatikana. Hapana. Ngoja niende ili mama yangu na dada yangu wasije wakapata adhabu kwa ajili yangu. Hapana Joel. Naogopa kukupoteza. Maana kiukweli nakupenda. Na kama Mungu itakubali, utakuwa mume wangu. Hapana. Hapana. Naomba uondoke, kwa sasa siko vizuri. Naomba uondoke, kwa sasa siko vizuri. Sawa Joel. Tutaonana. Naomba uondoke. Mtabiri. Naam. Kuna swali nalojiuliza mimi mpaka sasa sijapata majibu. Ni swali gani hilo? Ni ugonjwa gani unaomsibu mwana wa mfalme? Kiukweli hata mimi huo ugonjwa unanishangaza sana. Nadhani tulishawahi kufanya mitambiko, lakini haikusaidia kitu chochote. Na hii itakuwa ni laana ya mizimu. Laana? Tufanye nini sasa mtabiri? Inatakiwa tumtafute yule kijana Joel aliyetabiriwa kuwa mwana wa mfalme wa ardhi ya Kamlasi. Huenda tutaifurahisha mizimu. Ni kweli kabisa mtabiri. Ndio. Itabidi tufanye hivyo ili Kamlasi yetu iwe na amani. Kamlasi, ardhi ya mila, miko na utamaduni. Sisi tunaondoka. Kwa nini nimekuwa mtu kukaa polini? Kamlasi, ardhi ya mila, miko na utamaduni. Karibu rafiki yangu Ngusa. Asante. Joel rafiki yangu, nimekucheleweshia sana chakula. Hata usio na shaka rafiki yangu Ngusa. Hakika nimegundua wewe ndio rafiki. Vipi kuhusu huko? Bado unanitafuta? Jitihada za kukutafuta bado zinazidi kuendelea, ila endelea kujificha. Pengine baadaye hali kishakaa sawa, mimi nitakuja kukuambia. Na hujapata fununu, nini tatizo hasa? Mpaka sasa sijajua ni kwa nini wanakutafuta.
mizimu za ardhi ya Kamlasi. Kwa nini muwindaji mimi leo nateseka? Kwa sababu ya mtoto wa mfalme wa Ndiba. Rafiki yangu Joel, kuwa na moyo mpana, jaribu kuvumilia, zidi kuiomba pia miungu ya Kamlasi iweze kukusaidia. Najua unapitia matatizo mengi, baridi wakati wa usiku, lakini vumilia. Ipo siku miungu itakuona na itakusaidia na hakika. Ngusa, inaniuma. Najua, hata mimi najua kabisa. Inauma sana. Kaa mbali na familia. Lakini haina jinsi. Usiwe na shaka. Asante rafiki yangu Ngusa. Asante sana. Hakika wewe ndio rafiki nimetambua. Nakushukuru sana kwa yote unayofanya kwa ajili yangu. Ila pia nakuomba kuwa karibu na familia yangu, mama yangu pamoja na dada yangu. Kwa hilo ndio. Asante Ngusa. Afu